tuelezee kidogo huyo rafiki yako ambaye naye ana matatizo ya kutokuona lakini alifariki, lakini kupitia madhabahu hiyo ilikuwaje? Ndugu yangu ile jina la maarufu la utani alikuwa anaitwa Mchina. Huyo mtu alikuwa anaitwa Mchina? Ndio. Pale Kibena Njombe? Ndio. Pale Njombe ndio. Alikuwa anaitwa jina la utani Mchina, alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa na usafiri kwa sababu yeye alipata tatizo akiwa mkubwa tayari, akiwa tayari ameshaipata kwa sehemu, alikuwa na usafiri wake tayari. Ndio. Akaenda pale naye akafanya huduma, amefanya huduma, ikafika kipindi mtumishi akamwambia leti na usafiri wako huo ukae madhabahuni. Ndio. Akamwambia gari la huyo mlemavu wa macho likakae madhabahuni. Gari aina gani? Lava 4. Wewe unatumika madhabahuni? Ndio. Kwenye huduma, kwa hiyo akawa analitumia kama la kwake. Ndio. Alipoendelea kufuatilia ikafika kipindi yule mlemavu akamwambia hamia ukaege hapa kanisani. Akamwambia yule mlemavu wa macho ahamie pale ambaye anaitwa China. Ndio, Mchina. Mchina. Ndio. Lakini sio Mchina, ni mtu tu wa kawaida. Ni jina tu. Ndio. Ndio. Mkazi wa Kibena Njombe pale. Kibena, lakini asili yake alikozaliwa ni Ludewa. Ni Ludewa. Kwa hiyo huduma alivyokuwa anatakiwa aende akavunjia madhabahu, yeye alikuwa anamsafirisha kutoka Njombe kumpeleka wapi? Ludewa, kwa gharama za kwake. Okay, kwa hiyo huyo Mchina alikuwa anatoa gharama zake kumsafirisha huyo mtumishi ambaye yupo Kibena pale Njombe. Ndio. Ili kumpeleka mpaka Ludewa kwa gharama zake, na hizo za 5,500. Ndio. Na ikafika kipindi yule ametumia gharama kubwa, kwa sababu mimi ndio ndiye mkonvinsi kwamba mwenzako nimeambia nitaona, na wewe mwenzangu njoo tuungane pamoja tutaona wote. Kwa hiyo wewe ndio uliyemshuhudia Mchina ili muende kwa huyo mtumishi. Ndio. Mimi niliaminishwa, na mimi kiukweli ile kwa rafiki yangu nikamshawishi kwamba njoo tukaenda kwa yule mtumishi. Baada ya kuwa amepigwa au nisema ameumizwa kwa hela nyingi ambazo amezitumia, akarudi kwa ngombe Nixon, mwenzio gharama nilizotumia ni hela nyingi, kwa sababu hicho kipindi anavyoniambia ilikuwa amefika milioni 4 kama $700. Ndio. Ukitoa gari. Lakini nikamwambia bwana, kiukweli mimi mwenzako nimesharudi nyuma, nimekata tamaa. Tunafanyaje kupata gari? Ikabidi tuende kwa mkuu wa wilaya tukamweleza ili kwamba turudishiwe gari. Ndio. Yule mtumishi akaniambia bwana, kama mnaendelea kufuatilia usafiri, akampigia yule Mchina akamwambia ukiendelea kufuatilia utakufa. Ukiendelea kufuatilia gari lako Lava 4 utakufa. Na ni kweli tulipoenda kwa mkuu wa wilaya, mlienda kwa mkuu wa wilaya Jumatatu wilaya Njombe. Ndio. Jumatatu tukakaa Jumanne jioni Mchina alifariki. Ndio. Na tulifika Kibena. Kwa hiyo na mimi nikarudi nyuma na Mchina. Na wewe ulihudhuria mazishi? Nilihudhuria mazishi pale Kibena. Hata ukienda kwa watumishi wa Anglikana, ndiye aliyezika ule mwili. Mtumishi wa Anglikana wa Kibena yule anaielewa. Mtumishi wa Anglikana pale Kibena anaelewa hii. Zika alifanya ibada ya mazishi. Sawa. Kwa hiyo gari ilirudi au haikurudi? Alipoona amefariki alirudisha ile gari, lakini Mchina akawa tayari ameshafariki na hela zake nyingi zimeshapotea. Hela zimepotea, lakini gari walichukua akina nani sasa? Ndugu zake walifuatilia gari.